Karibu sana mtazamaji wangu pale unaponitazama kwenye YouTube, kwenye TikTok. Nataka nikukaribishe siku ya leo kwenye neno la himizo. Najua mahali ulipo utabarikiwa, Mungu anaenda kukusaidia, Mungu anaenda kukufungua macho ili ujue mahali umekuwa ukikosea ili uweze kurekebisha. Nataka niongee kuhusu dhambi za siri, secret sins. Bwana apewe sifa. Dhambi za siri zimemaliza makanisa. Dhambi za siri zimemaliza ndoa. Dhambi za siri zimemaliza Wakristo wengi. Dhambi za siri zimefanya watu wameuana, watu wameangamizana. Dhambi za siri zimefanya watu wamebaki kuwa maadui. Bwana apewe sifa. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5 tukianzia 3. Hapa kulikuwa na watu wawili, mke na mume, lakini walitaka kudanganya roho wa Mungu, Anania na Safina. Biblia inasema ya kwamba Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wa kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuuzuia na kuiuza kwa siri sehemu ya thamana ya kiwanja? Bwana asifiwe. Dhambi za siri makanisani zimekuwa ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Mchungaji anafanya vitu vya siri, waumini wajui. Washirika wanafanya vitu vya siri, mchungaji hajui, na maisha yanaendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio siku hizo unaona msichana anadanganya kijana ya kwamba yeye hajaiza. Halafu wanaona ndoa inaanza, maisha yanaendelea. Kidogo kidogo kijana anagundua kwamba msichana ana watoto 4 nyumbani. Yaani huyu ni mama wa watoto 4. Anakaribia kuitwa shosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, hiyo ndoa ataishi namna gani? Hiyo ndoa itasalia ndoa ya machungu. Hiyo ndoa itasalia ndoa ya kilio kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Msichana umepanga vijana kwa mwili na bado hujaoleka. So yule atakaye kuoa, ndio maana unakuta unaoleka na jambasi. Maana ulipanga vijana karibu vijana 15 kwa mwili. Una double deal. Mara ni huyu, mara ni huyu, mara ni huyu, mara ni huyu. Mwisho yule atakaye kuoa ni mwizi. Mwisho utaoleka na yule ambaye ni mkora. Na unakuta ndoa nyingi saa hii ni kilio. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya secret sins. Dhambi za siri. Dhambi za siri ni sumu sana. Dhambi za siri ni sumu kuliko hata kitu chochote. Maana au kuambia mwenzako ukweli ukamdanganya. Mwenzako anaishi na wewe akijua kwamba mko wawili kwa nyumba mnatarajia watoto, kumbe wewe umejaza watoto risafu umeficha. Na kila mtoto hako na baba yake. Hebu niambie wewe dada. Niambie kama utaishi ndoa ya amani, niambie kama utaishi ndoa ya furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Ni heri ungemwambia ukweli akaanga akijua uko na watoto 8, uko na watoto 4, uko na watoto 5. Akae kijua kwamba ni wewe ukijua mimi ni mama na karibia kuitwa shosho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa ndoa nyingi ni kilio. Ndio maana sasa wewe dada aufurahi hiyo ndoa. Unasema ningelijua. Wewe ndio the cause. Bwana Yesu apewe sifa. Ulipokuwa unapanga vijana kwa mwili, unadanganya. Huyu akikwambia unaambia mimi sina, mimi niko tu. Wewe kama unaambia mimi sina, mimi niko tu. So kijana anakaanga kijua kwa peke yake, kumbe yeye ni wa 18. Bwana Yesu apewe sifa. Then baadaye wakati unaingia kwa ndoa unagundua kumbe yule aliyokuoa ni mwizi, yule aliyokuoa ni jambazi, yule aliyokuoa ni criminal, yule aliyokuoa ni mtu mkoloni. Bwana asifiwe. Akikuacha kwa nyumba anakuachia 50 bob ujipange. Lunch na breakfast na lunch. Bwana asifiwe. Na ndio unakuta unaishi na huyo jamaa, mnakaa na huyo jamaa kama stranger. Mnakaa kwa nyumba ni kama nyinyi, yani mnakaa wakora wawili, maana wewe ulimdanganya na yeye akakudanganya. So hizo wawili wanaishi pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ile vitu ambavyo ulificha. Ulikuwa na double deal. Huyu unamwambia mimi sina, niko hivi. Unaambia anakuuliza kabisa, uko sure kabisa ni mimi? Anakuambia ni wewe peke yako tu. Ni wewe, hakuna mwingine. Bwana Yesu apewe sifa.
Na ndio sababu huyo jamaa alipokuoa na akagundua ulimdanganya, yeye alikuwa 18, ndio sababu anakupitishia kwa mateso. Amekuzalisha watoto 4, hakuna mahali utaenda, unasema acha nivumilie juu ya watoto. Na ndio unakuta unakaa kwa ndoa, lakini huyo jamaa anakupiganga bila makosa. Bwana Yesu asifiwe. Amekuandikia ngumi 3 kama dozi ya dawa. Yani anajaribu kulipisha ile mama ambayo ulimfanyia. Yani akikumbuka yeye alikuwa wa 18, yani anasikia ni kama atakuua. Lakini kwa sababu hawezi kuua, ndio akaamua kuandikia ngumi 3 kama dozi ya dawa. Asubuhi kabla atoke, anajishikishia tu mahali, anakupiga ngumi 1 anaenda. Akirudi lunch, anajishikishia mahali kidogo tu sana. Hata pengine ni maji ya kunywa. Ukichelewa kidogo anakupiga 1. Jioni akirudi, akifika kwa remote iko wapi ya TV, nataka kuona news. Wewe kabla utafute remote upate, amekupiga nyingine. Unapigwa ngumi 3. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wameandikiwa ngumi 1 every Saturday. Saturday lazima upigwe ngumi because ya ile ujanja uliofanya katika relationship wakati huyo jamaa alikuja akagundua. Sasa ile uchungu iko ndani ya moyo wake, lakini kwa sababu hawezi kuacha, umemzalia watoto, ndio sababu anaamua kufanyia vituko. Every Saturday unapigwa ngumi. Inaitwanga ngumi ya sato. Bwana asifiwe. Dhambi za siri. Ulifanya vitu kwa siri na leo hii unalipia. Ndio sababu unashinda ukisema ya kwamba kwani Mungu alinisahau, kwani Mungu alifanya. Na wewe wakati ulikuwa unacheza chini ya maji, haukujua siku moja itagundulika. Na hata kuna wengine wameoleka na bado wanafanya vitu vya siri. Mama umeoleka lakini bado uko kwa mipango ya kando. Umeoleka lakini bado unarukaruka nje. Siku moja yatakupata. Siku moja utalipia. Mpaka huyu mwenye mko naye mpango wako anakuuliza, na kuonanga na jamaa fulani hivi na kofia black, sio bwana yako? Ati hapana, huyu ni ndugu yangu. Hata wewe tunafanana mapua. Yaani bwana yako amekuwa ndugu yako because unataka huyo jamaa kupe pesa. Utalipia siku moja. Yaani wamama mko ndani ya ndoa lakini hamtosheki na ndoa zenyu. Mnafanya vitu vya siri. Mnaenda kwa waganga, mnapewa madamu, mnakuja mnakorogea mabwana zenyu ati mnataka wawapende. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unakalia bwana yako mpaka anakufulianga manguo, mpaka zingine anakufulia mpaka mapanti zote. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani umempikia vitu amekula, amekuwa mjinga. Siku moja utalipia. Kila kitu kiko na mwanzo na kiko na mwisho. Uko ukijua hivyo. Katika kuna mwanzo na kuna mwisho. Hakuna kitu ambacho hakina mwanzo na mwisho. So wewe ufanye ukijua hiko siku utalipia. Biblia inasema ya kwamba Hanania na Safina walitaka kumdanganya Roho wa Mungu. Walipouza kiwanja hawakulete pesa yote, walikata zingine wakaficha. Lakini Roho wa Mungu yeye anaona sirini. Wewe fanya vitu vya siri, lakini Roho wa Mungu anakuona. Hiko siku itafika, utalipia. Bwana asifiwe. Utalipia. Haleluya. Na ndio maana unakuta siku hizi ndani ya makanisa hata wachungaji wamekuwa tu ni wajanja. Yaani mchungaji wewe unakula kondoo ambazo unachunga. Yaani mnafanya siri. Bwana asifiwe. Wasichana wanaimba pale mbele ukifikiria kwamba hawa watu ni watakatifu. Hakuna utakatifu hapo. Siku hizi mabishop, mapasta mmegeuka. Mnafanya siri. Unalala na wasichana na praise and worship team. Unalala na wake za watu kanisani. Bwana asifiwe. Na unajiita wewe mchungaji. Unafanya siri, lakini jua kuna siku itafika yatawekwa hadharani. Na wakati yanawekwa hadharani yanakuwa machungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Yaani dhambi za siri siku hizi zimeingia makanisani, ziko kila mahali na watu waogopi kufanya. Wanafanya wakijua kwamba pastor hajui, wanafanya wakijua kwamba mzee wangu hajui, wanafanya wakijua kwamba hakuna mwenye ananiona, lakini unasahau kujua kwamba Roho wa Mungu anakuona. Ananena na Safina walipouza kiwanja na wakafanya ujanja, walijua kwamba hata Petro hatajua, lakini walisahau ya kwamba Roho wa Mungu anawatazama vituko ambazo wanafanya. Na hata wewe unafanya, leo hii unafanya kwa siri, lakini jua kuna siku
Kuna vitu umeficha siri, hata kama itaenda miaka 10, hata kama itaenda miaka ngapi, iko siku itafika. Mama, unafanya biashara lakini unaenda kwa waganga upewe madawa za kufanya biashara. Wacha, iko siku itafika, hiyo biashara itakauka na utaifunga. Maana kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Nani alikwambia mganga atakusaidia upate wateja? Nani alikwambia eti nikienda kule Ukambani pewa kadawa nikuje biashara yangu itakuwa? Nataka nikwambia kwamba afadhali uende kwa Mungu, ambie Mungu, nataka uinue biashara yangu, upanue biashara yangu. Baba, nataka mume wangu anipende. Ndio sababu nikapeana idea kwa wale ambao wameoleka. Nyinyi wamama ambao mko ndani ya ndoa na unataka mume wako akupende, kazi ni rahisi kuliko kwenda kwa madawa, kuliko kwenda kwa waganga na wachawi. Unampikia madawa. Nikapeana advice mzuri sana ambayo watu waliifuata na ikawasaidia. Pikia mume wako chakula, before upeleke kwa meza, inua hiyo chakula juu, ambia Mungu, hii chakula napokula nataka nione mimi peke yangu, asione mwingine. Baba, nimeamua kumroga kutumia jina lako, na wacha Baba anapoikula hii chakula akili yake ikue kwangu, asiwe tazama mwingine. Hata akitembea huko nje asione mwingine kama mimi. Wacha niwe mrembo zaidi ya macho yake. Halafu mpelekea kule. Bwana asifiwe. Wewe roga mtu kutumia Yesu. Wacha kuroga mtu kutumia waganga na wachawi. Haitakusaidia chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Dhambi za siri zinaua. Dhambi za siri zinaangamiza. Dhambi za siri ni sumu. Na dhambi za siri hazichukui muda. Utafanya leo ufikirie hujaonekana. Ufanye leo ufikirie hujaonekana. Siku ya 3 ya 4 utapatikana. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe mwanaume umeoa lakini uko unatembea na bibi ya mtu. Iko siku itafika utajua vitu ambavyo ulikuwa unafanya sirini ni sumu. Bwana asifiwe. Bibi ya mtu ni sumu, tembea na yeye. Bwana yake ajui mnafanya sirini. Bwana yake anafanya kazi mbali. Enjoy. Lakini iko siku itafika utalipia. Iko siku itafika utalipia. Na ndio sababu saa hii huwezi pata msichana ambaye ni virgin. Wote walishatobolewa. Walitobolewa, msichana atobolewa akiwa na 15 years. Unashangaa, yani amejua kila kitu yenye mwanaume ako nayo. Because alishikiwa kwa mahindi, akanunuliwa mandazi 2 na soda, mambo ikamalizikia pale. Leo hii anatembea kama ni mama. Msichana miaka 15 lakini ni mama. Bwana asifiwe. Walifanya kwa siri. Walifanya kwa siri. Dhambi za siri zinaua. Dhambi za siri zinauma. Dhambi za siri ni sumu kuliko hata ukimwi. Bwana Yesu apewe sifa. Unafanya sirini lakini ipo siku itafika. Pasta, unachukua sadaka ya waumini badala ufanyie maendeleo kanisani. Hiyo sadaka unaenda kufanyia miradi zako na wajui nini inaendelea. Unaifanya sirini lakini ipo siku itafika utalipia. Watu wanajinyima wanatoa kanisani pesa. Watu wanajinyima wanatoa kanisani pesa ili ifanye miradi ya kanisa. Lakini wewe bishop, wewe mchungaji, unatumia pesa kwa shughuli zako. Unatumia pesa za kanisa kwenda Mombasa kwenda kustarehe. Unatumia pesa za kanisa kupiga sherehe. Ipo siku itafika utalipia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo afadhali uweke vitu waziwazi. Dada, kama ndugu amekupenda, mwambie niko na watoto 3. Unipende ukijua niko na watoto 3 nyumbani. So unaponioa nitaleta hiyo mizigo yote hapa. Uishughulikie. Akubali akatae, akanyage kubwa. Bwana asifiwe. Ni vizuri uambie mtu ukweli na ukweli mweke huru. Kama uko na mchumba ukichumbiwa, mwambie hapana, niko na wangu mwenye tunapanga harusi. Acha kuwa na tamaa. Unakula chips na soda za wanaume, mwisho unakuja unauliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Eti hao wanaume lazima tuwakule tu pesa. Wakule. Iko siku itafika utalipia. Unafikia mwanaume unakulanga bure. You will pay. Bwana asifiwe. Mko wa mtu unakula waume wa watu huko pesa nje. Ukisema after all mimi nimeolewa. Hao ni kuwakula. Utalipia. Siku moja utalipia. Watakutana wote 5. Kwa hiyo room ambayo mtakuwa mko ndani. Utaita mmoja, uita mmoja na wataitana, watakuwa wamejuana unawachezea. Wataitana wote kwa hiyo room. Na utawasafu wote.
Uniambia kama utakuwa hai hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wacha vitu vya siri. Wacha dhambi za siri. Wacha kufanya vitu vya siri. Vitakuangamiza siku moja. Utaangamia siku moja. Mchungaji, wacha dhambi za siri. Unakunywa pombe kisirisiri. Sunday huko madhabahuni unahubiri. Unatembea na wake za watu. Sunday huko madhabahuni unahubiri. Unakula wasichana wa praise and worship. Sunday huko madhabahuni unahubiri. Mke wako analia usiku na mchana vituko ambazo unafanya, na wewe ni mchungaji. Lakini Sunday wewe ni mtakatifu sana kuliko kila mtu. Unahubiri. Iko siku moja utanaswa. Utanaswa na usilaumu Mungu. Maana Mungu anapokuanika hadharani na kuanga ni uchungu. Afadhali wewe mwenyewe urekebishe mapema. Bwana Yesu asifiwe. Fanya siri, lakini unajua iko siku utailipia mwangazani. Bwana apewe sifa. Ni heri ubadilike siku ya leo. Ni heri mkubali Yesu siku ya leo. Ni heri waambie Mungu, nimeifanya siri miaka mingi, lakini leo hii Baba, naomba unirekebishe. Naomba Mungu uniinue. Naomba Mungu unibadilishe. Naacha Mungu akusaidie. Naacha Mungu akuondolee hiyo roho ya siri. Naacha Mungu akuondolee hizo dhambi za siri. Naacha Mungu akushughulikie. Unapoamini, Mungu atakutendea. Acha Mungu akubariki na Mungu akuonekanie. Baba, nakushukuru mfalme, nasema ni asante kwa mtazamaji wangu Jehova. Naomba Mungu ukamuongoze, ukamtangulie Jehova. Ukamuondolee maroho ambayo zinamsumbua mfalme kutenda vitu vya siri ambavyo vitamwangamiza. Wewe ni tegemeo, wewe ni kimbilio Yesu. Na ni kwa jina la Yesu nimeomba na nitakuamini. Amen. Mimi naitwa Pastor Shua. Ukitaka kunipata nitafuta kwenye TikTok na mtandao YouTube. Tutaongea mengi. Mungu akubariki sana. Amen.